karibia kila mtu na karibia kila mwanafamilia wa Kiafrika ana neno gumu ambalo amewahi kutamkiwa kwa nyakati tofauti. Na usipoangalia vizuri, neno hilo linaweza likakutabisha, no matter the anointing you have, haijalishi upako uliokuwa nao. Na kuna maneno mengine yamenuizwa kichawi, kwa ujira wa kiganga kichawi, kukufadhaisha. Eliya ni nabii aliyeomba mvua ikafungwa miaka 3.5 juu ya uso wa nchi, aliyeomba moto ukashuka kutoka mbinguni. Huyo ni Eliya, the anointed person, mtu aliyekuwa na upako. Lakini siku moja alitamkiwa neno kwa memo tu ya mwanamke mchawi anayeitwa Yezebeli, na yule mwanamke alitamka maneno machache aliposikia kwamba Eliya amewaua manabii wa Baali 850 walao chakula mezani pa Yezebeli. Akamwambia Yezebeli akamwambia Eliya kwa kiapo, anasema kama miungu iishivyo, miungu yao ya kipagani na mamizimu, akamwapishia hiyo miungu kwa neno. Akamwambia leo hii utakuwa pamoja na hao uliowaua. Na Eliya akaondoka mjini akiwa na nia ya kujiokoa nafsi yake. Alipofika chini ya mretemu, ghafla yale maneno yalisimama yakageuza maisha ya Eliya. Eliya akajilaza chini ya mretemu, akaanza kujiombea kufa. Nilishasemaga tena hapa, akajiombea kufa, mtu ambaye kwenye Biblia na kwenye hatima yake au destiny yake huko mbinguni ni miongoni mwa watu ambao hata Mungu akiangalia na malaika hawaoni kaburi la Eliya, kwa sababu ni miongoni mwa binadamu ambao hawatakiwi kufa. Na nilishasemaga hapa ni kwa namna gani maneno ya watu wabaya na hila za watu wabaya na mikono ya watu wabaya imezuia mambo makubwa ambayo angeweza katokea katika maisha ya kwako. Nilifundisha mara kadhaa hapa ya kwamba mikono ya watu inaweza kukuzuia kutimiza lile kusudi la Mungu linonalo hapa duniani. Eliya akajilaza chini akaomba kufa, na wakati hahitajiki kufa, na ndani yake kulikuwa kuna uzima aliyomwachia Elisha kutoka kwenye nguo yake. Elisha alifufua wafu. Hata Elisha baada ya kufa, kaburi lake maiti ilitupwa, akafufuka. Unaweza ukauona uzima uliokuwemo ndani ya Eliya aliyejiombea kufa. Kwa hiyo kuna watu ambao uwezo wako umeharibiwa kwa sababu ya maneno mabaya uliowahi kutamkiwa, na pengine mengine yametamkwa kwa kulipiwa kafara za kiganga na za kichawi, na ukalipiwa kafara kwa waganga wa kienyeji, ukaapizwa. Nilikuwa mchungaji mwanafunzi usharika wa Kunduchi, na nilikuwa nafanya mazoezi chini ya mchungaji Mastai. Akatokea baba mmoja hivi, ana asili ya Kiarabu huko Kunduchi, ni msomi, ni profesa, amesoma, ni msomi profesa. Sasa mtoto wake mmoja wa kike akapata mapepo, ni wa dini nyingine, sio wa dini yetu. Kwa hiyo akaletwa kanisani kwa sababu ya lipata ya mashetani, wenyewe wanasema maruhani. Kwa hiyo akaletwa kanisani. Wakati tunamuombea, yale mapepo yakasema, tumemfunga baba yake na tulimfanyia tambiko miaka ya 70, tukafunga uchumi wake kwa maneno na hawezi kutoka kwenye maisha yake, kwa sababu tumefunga hii familia kwa maneno. Sasa tulikuwa na Mastai,
Sio kawaida sana kuhojiana sana na mapepo, lakini tulikuwa very interested na hiyo sentensi ya hayo maruhani. Kwa hiyo tukauliza, mliwafunga na maneno gani? Anasema sisi tumeyafunga na maneno ambayo tumeweka chini ya godoro analolalia baba na mama chumbani, lakini pia karatasi tuliyoiandika iliyoko mlangoni kwenye main door, mlango wa kuingia nyumbani kwao. Kwa hiyo sasa mimi na mchungaji Mastai tukaona bora tujifurahishe tukufanya research ya kuona. Kwa hiyo tukaondoka na yule binti pale kanisani akiwa hivyo hivyo na maruerue yake ya kimapepo. Tukafika nyumbani kwao. Tulipofika nyumbani tukauliza, tukamkuta huyo baba kwanza sio wa imani yetu. Kwa hiyo alitushangaa tulipoingia. Tukamweleza, tukamwambia ulisoma chuo hiki, umekuja na watu fulani, wenzako wana hospitali, wewe huna hata chakula. Majini alieleza pale, tumefunga kiasi kwamba hana hata mlo wa siku. Asema hata leo watoto wangu wanalala na njaa. Ni ukweli. Siku hiyo tulipoenda na Mastai tuliwanunulia chakula siku hiyo walikuwa hawana chakula nyumbani kwao. Ni profesa, somi mkubwa, lakini anaishi maisha ya taabu. Kwa hiyo tulipofika pale tukaomba, tukamwambia turuhusu tu. Alafu tukachukua jembe tukafukua hapo kwenye huo mlango tulikoagiziwa na mapepo kwamba wamefunga hapo kwa karatasi. Tulifukua mita futi chache tu tukakutana na chungu. Na tulipofungua tukakuta karatasi. Yaani hapo ni barazani ambako maji ya masika na miaka. Lakini hiyo karatasi imewekwa pale tangu miaka ya 70 na 80. Hiyo karatasi haijawahi kuliwa na mchwa, haijawahi kukauka. Imeandikwa Kiarabu na Kiswahili. Kiswahili kinasema ua miradi yote, na hili ni apizo la ufukara na umaskini wa vizazi. Sasa yeye mwenyewe tukampa kwa sababu anajua kusoma Kiarabu, akasoma. Aliposoma yeye akazimia. Sasa ndio tukaondoka hapo, tukaenda kwenye godoro lao. Tukakuta chini ya godoro tuna karatasi, lakini pia kuna hirizi ambalo limeapiziwa. Tukachukua vile vitu tukavichoma, alafu tukawaombea. Yule binti akafunguliwa na familia ile ikafunguliwa. Sasa testimony iliyokuwepo ni kwamba huyu bwana hakuna kitu anachokifanya alichowahi kukifanya kikaenda kwenye maisha yake. Anatuagizia, nilitoka na profesa fulani, amesha kuwa waziri, ana hospitali, anamiliki hiki, tulikwenda kusoma wote, tulisoma udaktari, tulienda Cuba, yani wale watu wote aliotoka nao wameenda mbali, lakini yeye amebakia pale pale. Na ni mambo ya kichawi yalifanyika na uganga ukafanyika huko Zanzibar miaka hiyo. Lakini nataka kuzungumza hapa, nataka kusema nini? Baada ya hapo yule bwana alipata breakthrough ya pekee yake, ya namna ya ajabu. Mungu alifungua maisha yake kwa namna ya kipekee na ya tofauti. Kwa hiyo mimi nataka nikutie moyo kwamba maombi haya ambayo umeomba leo, kama kuna neno lolote, iwe ni memo, karatasi kama ile ya Elia iliyomfadhaisha, iwe ni memo iliyoandikwa, iwe ni memo, hata barua nyingine unazopewa kazini za onyo, sijui za nini, nyingine ni za kichawi, zimeapizwa kutisha maisha yako. Nataka nikuambie kwa maombi haya, jambo hili halitasimama wala neno hilo halitakuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wako wapi watu wanaoamini pamoja na mimi hapa? Wangesema amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Neno hilo halitasimama wala halitakuwa. Wapo watu wachache hapa ambao ukiangalia historia ya nyumbani kwenu, mlikuwa mna financial freedom, mlikuwa mna economic freedom. Kuna mambo yalikuwa yanaenda, watu walikuwa wanazaliwa kwenye hiyo familia wana akili, lakini ghafla hiyo familia iliyokuwa ina wafanyabiashara, iliyokuwa ina watu wenye akili, nyumba iliyokuwa ina neema, sasa imeanza kuwa ni maganjo matupu, na kumeanza kuwa ni mateso na huzuni kwenye hii familia. Mimi nasimama kwenye hii madhabahu kwa neno la Bwana, ninatangaza waziwazi ya kwamba hiyo hali ya uharibifu iliyokuwemo katika nyumba na familia, hiyo hali haitasimama, na hilo jambo halitasimama wala halitakuwa kuanzia leo. Wako wapi wanaoamini pamoja nami, wanaosema kuanzia leo hilo neno halitasimama? Kama watu walizuiwa kuolewa, acha wakaolewe kwa jina la Yesu.
Kama watu walizuiliwa kufanya biashara, leo ruksa kwa jina la Yesu. Wako wapi watu hapa ambao wanasema amina pamoja nami? Kama kuna kizazi cha watoto wenye akili, hilo neno la kuzuia watoto wakawa bumbuazi, hawa watoto ni star. Oh my God. Wako wapi wa mama wanaosema tumbo langu limezaa star? Haujazaa matahira, haujazaa wapuuzi, haujazaa wapumbavu, haujazaa viumbe wazito. Watoto wako wataitwa heri na uzao wa tumbo lako utaitwa wabarikiwa. Wako wapi washindi hapa wanaosema amina? Wapige vigelegele vya shangwe. Haleluya! Hamtakuwa mikia lakini mtakuwa vichwa. Hamtakopa lakini mtakopesha. Hamtakuwa chini lakini mtakuwa juu sana. Hamtadharauliwa lakini mtaheshimika sana. Hamtafeli lakini mtafaulu sana. Hamtashindwa lakini mtashinda sana. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya! Na kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, na kwa nguvu ya neno la Mungu ya kinywa cha nabii Isaya mlango wa 7 mstari wa 7, ninakutangazia hivi leo, na ziwe nyakati mpya kwenye maisha yako, na ziwe nyakati mpya kwenye maisha yako, na ziwe nyakati mpya kwenye familia yako, na ziwe nyakati mpya kwenye nyumba yako, na ziwe nyakati mpya kwa watoto wako. Kila mahali ulikokuwa umeapizwa na umechoka na umekata tamaa, inuka tena kwa jina la Yesu. Inuka tena kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Sema tena, roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Sema tena, roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Halafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya. Ninaomba usimame mahali ulipo tafadhali. Simama mahali ulipo. Nataka kuomba kwa ajili ya dhabihu na sadaka ya kwako ya jioni ya leo. Mara kadhaa nimekuombea juu ya sadaka, lakini leo nataka nikuombee sadaka hii. Ni sadaka ya baraka na ya neema katika maisha ya kwako. Unajua kwa nini? Ikiwa kuna kafara yoyote au ujira wowote wa kichawi au wa kiganga uliowahi kulipwa mahali popote, ukasemewa maneno kwa kafara, ukaapiziwa kwenye vyungu, kwenye pembe za dari, kwenye makaburi, kwenye mapango, kwenye mawe, ukaapiziwa kwenye vyupa, ukaapiziwa kwenye makapu na mikoba ya kiganga, ukanenewa maneno ya ramli na kishirikina, ukasemewa, ukafanyiwa falaki, leo kila ujira wa kiganga uliokuwa umefanyika juu yako tunaubatilisha kwa dhabihu na kwa sadaka hii. Sema amina kwa jina la Yesu. You know why? Hii ni sadaka ya Gideon, ambayo Mungu alipotaka kuleta financial breakthrough ya nchi ya Israeli, alipotaka kubadilisha nafsi ya Gideon aliyekuwa anatembea kwenye umaskini, Mungu alimwambia toa sadaka ya kutengua maneno ya nyumba ya baba yako. Na hii ni sadaka ya Gideon kwako. Ikiwa kuna kitu chochote ambacho kimesimama kama sanamu, kinachoshikilia nyakati mbaya, kiwango cha kupepeta ngano shinikizoni na kushikiliwa na watu wa Midiani walioshikilia uchumi wako, hii sadaka, na kuambieni kwa neno la Bwana, kwa sadaka hii ninasimama kwenye madhabahu kama mchungaji. Wapo watu watarudi na ushuhuda wa namna ya pekee na ya tofauti. Wapo watu ambao wanabadilishwa kama nyumba ya kina Gideoni, kutoka kwenye hali ngumu na kutoka kwenye hali mbaya. Acha Mungu alete nyakati mpya. Sema amina. Kwa hiyo kwa nguvu ya neno, na Mungu ile anasema watu 2 watatu wakipatana kwa jambo lolote wakiomba, mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni. Na mimi nataka nikuambie kwa neno la Kristo Yesu aliye hai, kwa sadaka hii ilete majibu kwako, ilete majibu kwenye familia, na ilete majibu kwenye nchi ya Tanzania. Hasa wakati huu tunahitaji Mungu ajibuye kwa moto, ajibu katika maisha yetu. Wako hapo wa Kristo wachache wanaosema amina hapa. Hallelujah. We need the power of heaven. Tunahitaji nguvu ya Mungu
yenye kujibu maswali magumu katika yale tunayojiuliza.